Ilikuwa ni usiku wa kimya sana katika mji mdogo ulioko mpakani mwa Tanzania na Kenya. Barabara zilikuwa tulivu, upepo mdogo ukivuma polepole kupitia miti mikubwa iliyokuwa imezunguka kijiji hicho. Lakini ndani ya kijiji hicho kulikuwa na hofu kubwa ambayo haijawahi kuonekana hapo kabla. Watu walikuwa wakinong'ona kwa sauti ya chini kuhusu jambo lisilo la kawaida: kupotea kwa nyeti za wanaume. Mwanzoni kila mtu alidhani ni uvumi tu, lakini siku moja asubuhi mapema, mwanaume mmoja aliyeitwa Juma alikimbia kutoka nyumbani kwake akipiga kelele, "Jamani, nimeibiwa! Nimeibiwa!" Wananchi walimzunguka haraka. "Mali gani imeibiwa?" waliuliza. Lakini Juma alikuwa akitetemeka kwa hofu. Kwa sauti ya chini alisema, "Nyeti zangu zimepotea." Watu walicheka mwanzoni. Walidhani Juma ana wazimu, lakini alipowaonyesha hali yake, ghafla vicheko vilikatika. Hofu ilianza kuingia mioyoni mwa watu. Siku chache baadaye, tukio hilo lilitokea tena. Safari hii lilimpata mfanyabiashara mmoja tajiri wa sokoni aitwaye Bakari. Alisema alipokuwa sokoni, mtu asiyejulikana alimgusa begani. Mtu huyo alimwambia kwa sauti ya ajabu, "Usiogope, nitachukua kidogo tu." Bakari alidhani ni mzaha, lakini baada ya sekunde chache alihisi kitu cha ajabu sana. Alipoenda kujikagua, nyeti zake zilikuwa zimepotea. Habari hizo zilianza kusambaa kwa kasi sana katika vijiji vya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania. Kila mahali watu walikuwa wakisimulia tukio lile lile. Watu walianza kuogopa kusalimiana na wageni. Mtu akikugusa tu, unaweza kupoteza nyeti zako. Siku moja kijiji kizima kilikusanyika kwa ajili ya mkutano wa dharura. Mzee wa kijiji alisimama mbele ya watu na kusema kwa sauti nzito, "Hili si jambo la kawaida. Kuna mtu anatumia nguvu za giza." Watu walinyamaza. Kisha akaendelea kusema, "Kuna mganga hatari sana anayetafuta nguvu za utajiri kupitia nyeti za wanaume." Kila mtu alishtuka, kwa sababu kulikuwa na uvumi kuwa kuna kundi la wachawi wanaotumia sehemu za mwili wa binadamu kutengeneza dawa za utajiri. Usiku mmoja, kijana jasiri aliyeitwa Musa aliamua kuchunguza